Tunachoendelea kushuhudia kwa sasa ni kuhusiana na mashambulizi ambayo yameendelea kufanyika kule Mashariki ya Kati, na mpaka leo hii Jumatatu Iran imeendelea kufanya mashambulizi mapya, ndege za Marekani zikianguka pia huko maeneo ya Kuwait. Na ukiangalia kwa jumla Iran imeendelea wakidai kwamba wanaendelea kulipiza kisasi katika maeneo mbalimbali. Tumeshuhudia mpaka sasa namna gani ambavyo yamedhurika kwa kulengwa na mabomu ambayo yanarushwa moja kwa moja na taifa la Iran. Na Iran kama tumeshuhudia mwanzoni ilieleza kwamba lengo lao ni kuishambulia hasa pia wale washirika wa taifa la Marekani. Na ukijaribu kuangalia katika maeneo mengi katika ukanda ule wa Mashariki ya Kati, yako maeneo mengi ambayo Marekani imeweza kuweka vituo vyake, hususan maeneo ya Katari, Saudi Arabia na maeneo mengine mengi ambayo tumeshuhudia mpaka sasa namna gani ambavyo Iran imeweza kuyashambulia katika maeneo hayo. Na moja kwa moja kwenye laini hapa niko na mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika na Mashariki ya Kati, Lukman Tondo. Nikitaka kufahamu pengine katika hiki ambacho kinafanyika, je, hii ni ishara namna gani hasa, na kwa nini Iran imeendelea kushambulia hasa maeneo ambayo yapo katika Mashariki ile ya Kati? Karibu Lukman. Unajua kitu kilichopo kwa sasa ni kwamba mategemeo ya Iran ni kuvitaka hivi vita viendelee ili dunia ione athari gani inatokea kutokana na hivi vita. Kwa mfano, unaona tu mara baada ya shambulizi kufanyika, Iran hawakukimbilia kushambulia labda meli za Marekani, badala yake walianza kushambulia maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Kwa nini? Kwanza zilikuwa ni sababu za kiusalama, lakini jambo la pili ni kutaka kusambaza zile vita ili dunia iweze kuathirika, kwa sababu unaona nchi nyingi za Mashariki ya Kati mgogoro huu mara nyingi wanahisi kama hauwahusu, kwa sababu linapotokea unakuta ni Iran labda na Israeli, labda Israeli na Palestina. Kwa hiyo unaona nguvu kubwa hawatoi. Kwa mfano Saudi Arabia unaona hawaiki nguvu kubwa, Katari hawaiki nguvu kubwa zaidi ya mazungumzo, ukiangalia nchi nyingine hizo. Kwa hivyo ni mazungumzo fulani, lakini unaona hao ambao wanazungumza ndani yake kuna kambi za Marekani na nini. Kwa hivyo safari hii kwanza alichokifanya Iran ni kutaka kuwaonyesha ladha ya kile kinachoendelea mataifa mengine. Lakini jambo jingine ni kuongeza athari. Kama angeamua tu kufunga labda ile Strait of Hormuz na nchi zile na maslahi ya Marekani yako vile vile, kwa kweli ingetumia nguvu kubwa sana kuweza kuzuia. Lakini kwa kuwa ameshambulia maslahi ya Marekani na amepiga maeneo yale, unaona hata nchi nyingine, kwa mfano leo kizungumza mgogoro huu utagusa Kuwait, utagusa Saudi Arabia, utagusa na mataifa mengine, kwa maana kusambaa kwa ule mgogoro kunaongeza athari za kiuchumi duniani. Kwa hivyo tegemezi la kwanza kwa dunia ni namna ambavyo athari za kiuchumi zitakavyotokea. Hivi ninavyozungumza, unajua bei ya mafuta tayari duniani imepanda. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo limetokea kwa sasa ni kwamba kumekuwa na mgawanyiko wa kimaamuzi, mgawanyiko wa kisiasa katika mataifa ya Ulaya, katika mataifa ya Mashariki ya Kati yenyewe. Lakini vile vile ukiachilia mgawanyiko wa kisiasa, ndani ya Marekani sasa hivi tunaona aina fulani ya mivutano ambayo imeanza kutokea. Wale ambao wanakwenda kinyume na Donald Trump sasa hivi wameanza kuonekana wazi, lakini wale ambao wanamuunga mkono nao pia wameonekana wazi. Lakini pia tumeona asilimia kubwa ya wananchi wenyewe wa Marekani wana msimamo gani. Kwa hivyo hizi ni athari za moja kwa moja, lakini athari itakayosumbua duniani na matokeo yatakayosumbua zaidi ni matokeo ya kiuchumi na mgawanyiko wa kisiasa kati ya mataifa. Moja kati ya swali ambalo limekuwa likiulizwa sana ni kuhusiana na Iran. Tunafahamu kwamba yupo na washirika wake ikiwemo Urusi, lakini pia China, mataifa mengine baadhi. Kwa nini katika hili wameonekana kukaa nyuma na hawajatoka moja kwa moja kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kumpa support Iran ya moja kwa moja? Siwezi kukataa kwamba kwa maana Urusi, Uchina na mataifa mengine kwamba si washirika wa Iran. Ni washirika wazuri sana. Lakini tunataka kujiuliza wanashirikiana kwenye vitu gani? Inawezekana kwenye uchumi wanashirikiana, inawezekana katika mauziano ya silaha wanashirikiana, katika masuala ya ubunifu na vitu vingine, nishati, usafiri, ugavi na vitu kama hivyo duniani wanashirikiana, masuala ya forodha. Lakini mikataba ikoje katika masuala mazima ya kivita? Je, wanayo mikataba ya moja kwa moja kwamba mimi nikishambuliwa na wewe utaingia kama ilivyo katika NATO? Hili ndicho kinachosumbua kwa sasa. Kwa hivyo utaona kwamba hawa ni washirika wa karibu, lakini mikataba yao binafsi inasemaje? Hili ni jambo la kwanza. Kwa hiyo tunaweza tusione ushiriki wa moja kwa moja. Lakini mara baada ya kuisha kwa vita vya siku 12 tuliona
China ikiuzia silaha Iran, lakini Iran pia imenunua mifumo kutoka Urusi. Baadhi ya aina ya makombora tumeona yakiingia pale. Kwa hivyo biashara ya silaha inaendelea, kwa maana ni sehemu ya mikataba na ni sehemu ya biashara kama ilivyo biashara nyingine, lakini ile ground invasion inahitaji makubaliano, inahitaji mikataba, na ndio maana mpaka sasa huoni wakiingia. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa nini Iran hajaweka nguvu kwao hao Warusi na Wachina? Ni kwa sababu analinda kwanza privacy zake, kwa sababu katika hawa washirika unaweza kukuta huyu ni mshirika wako, lakini akawa anauza baadhi ya siri zako za msingi kwa ajili ya maslahi yake na kuongeza maslahi upande wa pili. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mataifa mengi hususan yaliyoendelea na yenye uzoefu wa kivita wanalizingatia sana, na ndio maana hata unaweza ukashuhudia kuna taifa kama Korea Kaskazini limepeleka wanajeshi Urusi, lakini kwa nini Irani hatujasikia imepeleka? Kwa sababu wana mipaka. Kwa hivyo hicho ndio ambacho kinatokea. Hicho ndicho ambacho kinatokea. Na umezungumzia pale awali ya kwamba namna ambavyo Iran nguvu kubwa hasa imetumika kushambulia vile vituo mbalimbali vya Marekani katika baadhi ya mataifa mbalimbali hususan ya Mashariki ya Kati. Kwa namna moja ama nyingine, kwa kile ambacho Iran wamekifanya kwa kushambulia maeneo hayo, imeshusha pumzi namna gani hasa Marekani katika juhudi zake za kuendelea kupambana na Iran? Kwa namna moja ama nyingine, kwamba unajua sasa hivi kilichotokea, kuna kambi za msingi sana ambazo Iran wamezishambulia. Kwa mfano ukiangalia Iraq, kuna kambi imeshambuliwa na sidhani kama inaweza kutoa huduma kwa wakati huu, lakini kambi zilizopo Kuwait na maeneo mengine kama hayo, lakini pia zile meli ambazo zilishambuliwa, kwa sababu walisema wamepiga meli ya Abraham Lincoln kwa makombora 4. Sasa cha kwanza ni kupunguza matumizi ya hizi kambi za Marekani kuishambulia Iran, kwa sababu kuna miundombinu ya msingi. Kwa mfano rada leo imepigwa, ni kwa namna gani kambi hiyo inaweza kufanya kazi ikiwa rada hazifanyi kazi? Kwa hiyo kwanza ni kupunguza nguvu ya Marekani Mashariki ya Kati, lakini kitu cha pili pia wamepiga ndani ya Israel na wamepiga maeneo muhimu, kwa sababu Iran wanachoangalia hawapigi tu kushambulia labda raia, lakini wanapiga katika kambi za kijeshi, wanapiga katika maeneo ya intelligence command center. Hizi ndizo ambazo zinaweza kutoa msaada wa kijeshi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kimefanyika, Iran walipopiga katika maeneo yale, wamechagua maeneo ya msingi ili kupunguza nguvu ya Marekani. Sitaki kusema kama nguvu ya Marekani ni ndogo, lakini itahitaji muda kuijenga tena pale Mashariki ya Kati. Kwa hivyo hii imepungua. Kwa hivyo kama kambi zimepunguzwa nguvu yake, alafu pili wakatumia muda mwingi kupeleka makombora ya ballistic missiles pamoja na hizi hypersonic, lakini shahidi zile drones zimetumika sana ili kupunguza nguvu ya air defense, kwa sababu air defense nayo ina limit yake. Kuna kipindi ikifika ina overwhelms, inashindwa kufanya kazi vizuri. Sasa pale utaona hypersonic zinapenya kiurahisi sana, na hii tumeshuhudia sana katika baadhi ya hayo maeneo. Kwa hiyo kilichotokea cha kwanza ni kupunguza aina fulani nguvu ya Marekani katika zile kambi. Na katika upande wa meli, unajua Marekani kwa nini waliamua kutumia meli pale? Kwa sababu unajua meli unapopiga hauhitaji ruhusa kutoka katika nchi nyingine, lakini katika upande wa kambi lazima upate ruhusa, na ndio maana tulishuhudia mwanzoni hapo Saudi Arabia walikataa kwamba msitumie hizi kambi, na nchi nyingine walikataa. Hata Uingereza leo hii tulishuhudia Donald Trump akilaumu Uingereza imechelewa kuchukua uamuzi wake wa kumruhusu Marekani atumie kambi zake kuishambulia Iran, kwa sababu zile kambi zitakuhitaji upate ruhusa ya nani? Ya nchi husika pale. Hii ndio maana unakuta Irani aliamua kwanza kushambulia zile kambi kabla nchi zile hazijatoa ruhusa, lakini pili akaondoa tatizo katika upande wa meli. Kwa hiyo zimesogea mbali kidogo. Kwa hiyo target ya kwanza ilikuwa ni kupunguza nguvu ya Marekani, lakini hii pia itakuwa na athari za muda mrefu kwa Marekani, kwa maana dunia kwa siku nyingi imekuwa ikiamini kwamba Marekani ina nguvu kubwa sana katika mfumo wa air defense, lakini kwa namna ambavyo Irani wamefanya, hebu niambie watu wa Mashariki ya Kati sasa hivi watafikiria nini kuhusiana na ulinzi wa Marekani? Hususan taifa kama Saudi Arabia ambalo kwa muda mrefu limekuwa likilipa hela nyingi kulingana na Marekani. Hii leo ifikie wakati wameona makombora yameingia, wameona Tel Aviv na ilivyofanywa. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine itarudisha nyuma imani yao na kupunguza ushawishi kusema ushawishi wa kivita au ushawishi wa kijeshi, ila ule ushawishi wa kiimani kwamba silaha za Marekani ndio best duniani. Hii inaweza kupungua kwa Marekani, kwa sababu sisi tunaamini labda Patriot ya Marekani, mfumo wa Assad ni bora. Kwa nini makombora ya Iran yanaingia? Basi tusiseme hypersonic. Kwa nini mpaka drone ile ya Shahidi ile
ndogo kabisa imeingia. Kwa hiyo imani ya watu katika mifumo ya Marekani itaanza kushuka, na hii kitu inaonekana Ukraine. Mifumo ile imetumika, lakini Urusi mpaka leo bado anapeleka makombora, lakini mtu anaweza akarudi nyuma kusema Urusi ni taifa kubwa lenye uwezo mkubwa. Lakini Iran muda mwingi imekuwa ikidharauliwa katika ulingo. Hata nakumbuka mwaka 2023 wakati Iran wanatambulisha kombora la Fatah lile la hypersonic, Israeli walicheka sana, wakasema labda ni vita vya kisaikolojia tu, kutaka kuchezea watu. Lakini katika vita vya siku 12 watu walishuhudia namna Fatah inafanya kazi, na mifumo ya Saad Patriot ilikuwepo pale Tel Aviv, na hata leo tunazungumza huko Saudia hiyo mifumo ipo. Kuwait hiyo mifumo ipo katika kambi za Marekani. Doha ambapo pana kambi kubwa kabisa ya Marekani, zimepigwa hizo kambi. Kwa hivyo imani ya watu, imani ya nchi hizo katika mifumo ya anga ya Marekani kidogo inaweza ikapungua, kwa sababu hata sasa hivi tunapozungumza watu hawahitaji sana Iron Dome. Lakini kwa sababu gani? Katika vita vya siku 12 mwaka jana haikuwa fanisi kiasi hicho, na ndio maana leo hii hausikii kazungumzwa sana. Kwa hivyo hii itakuwa na athari ya muda mrefu katika mfumo wa utawala wa silaha kwa Marekani. Watahitaji kuja na kitu kipya cha kuiaminisha dunia. Kwa alichokifanya Iran hasa kushambulia mataifa ya Mashariki ya Kati, hususan mataifa mengi tunafahamu ni mataifa yapo katika misingi ya Kiarabu, kwa maana mataifa ya Kiislamu, na Iran pia ni taifa ambalo pia katika misingi ya Kiislamu. Pengine Iran mpaka hapo ishara namna gani ambayo yameweza kuitoa katika mataifa hayo? Cha kwanza ametengeneza ile inaitwa wake up call, kwamba hebu amkeni, kwa sababu yeye ameonyesha kwamba hawaogopi watu hao kwa mataifa ya Ghuba. Lakini jambo jingine, ameonyesha uwezo wake katika kuyashambulia mataifa hayo. Kwa hiyo jambo la kwanza, huenda haya mataifa yalipokuwa yanaitafsiri Irani mwanzoni yataitafsiri katika mtazamo mwingine kabisa, kwa sababu muda mrefu tulishuhudia Saudi Arabia pamoja na Iran ndio walikuwa ni majiant Mashariki ya Kati. Lakini sasa hivi utakuja kuzungumza picha tofauti, kwamba Iran itaonekana ni mkubwa zaidi, na hii ni kwa sababu Iran imejipanga muda mrefu katika teknolojia, katika kuandaa rasilimali watu, siasa za kijeshi na vitu kama hivyo. Lakini hii pia sitaki kusema kwamba itapunguza ushawishi wa Iran labda Mashariki ya Kati, lakini kwa namna moja ama nyingine baadhi ya mataifa yataanza kuizingatia Iran, labda kuangalia kama vikwazo vitaondolewa katika biashara ya silaha. Tunaweza kushuhudia Iran wakauza silaha zao sana katika mataifa haya ya Mashariki ya Kati. Lakini pia unaweza kusema anaweza akaongeza ushawishi wake kwa raia wa kawaida. Unajua viongozi wengi wanaongozwa na siasa, lakini raia wa kawaida wanafuata uhalisia. Kwa hiyo inawezekana kwa raia wa kawaida Iran wakawa na ushawishi mkubwa sana pale Mashariki ya Kati na wakawa na sauti kubwa. Lakini pia nategemea baadhi ya mataifa mara baada ya kuisha kwa vita hivi wanaweza wakawa karibu sana na Iran, kwa sababu sidhani kama mazungumzo yatakuja alafu kuna baadhi ya vitu vitabaki vile vile. Kwa mfano vikwazo na vitu kama hivyo, mazungumzo yatakayokuja lazima yatakuja na sura tofauti sana. Kwa hiyo ushawishi wa Iran Mashariki ya Kati hautopungua bali utaongezeka, lakini mataifa mengi ya Mashariki ya Kati yatachukua tahadhari na Iran. Wakati ameuawa Khamenei, Iran ikaanza kutapatapa pengine kwa kiongozi ambaye alikuwa anamfuata, alikuwa tayari bado hajanaliwa. Na sasa tumeshuhudia baraza ambalo wameweza kuliunda kwa ajili ya kusimamia taifa hilo kwa sasa. Kiongozi ambaye ataisimamia Iran anapaswa kufanya nini hasa kwa tunachoshuhudia kwa hivi sasa? Nini ambacho anapaswa kufanya? Kwanza nianzie katika mfumo wa utawala wa Iran. Mfumo wa utawala wa Iran ni moja kati ya mfumo ambao ni very complex katika utendaji wake wa kazi. Na hii pale anapoondoka kiongozi anakuwa kama ameondoka mwakilishi, ila mfumo na sera zinakuwa ziko pale pale. Kipindi turudi miaka ya 89 ambapo Khomeini alifariki. Haikuchukua muda mrefu, pengine ni siku hizo hizo akachaguliwa Khamenei. Kwa nini ilikuwa haraka hivyo? Kwa sababu kwanza katiba yao inataka iwe haraka, lakini pili huwa wale labda Ayatullah wanapendekeza majina tayari. Kwa maana pale inapotokea
mzima wa serikali. Kwa hivyo Iran kwa namna moja nyingine ilipata mshtuko kwa sababu ya jina, nafasi, nguvu ya Khamenei kwa miaka 40 ya utawala wake. Lakini tayari hapo nyuma, tangu miezi mitatu minne, tulishapata tetesi kwamba alishataja majina 5 ya watu ambao huenda kama ataondoka yeye atarithiwa, au wale ambao wameshika nyadhifa muhimu nao pia tayari wameshachagua majina, na ndio maana unaona mara moja huwa wanachagua kiongozi. Sasa kuondoka kwa Khamenei kumeleta sura mpya, lakini bado hajachaguliwa moja kwa moja, ile ni baraza la mpito. Kwa hivyo ninachoamini ni kwamba atakuja mtu ambaye ana mrengo ule ule, kwa sababu katika baraza lile, katika ile kamati ya wataalamu 12 wote huwa wamefika cheo cha ayatullah na wote wana hadhi hiyo ya kuwa ayatullah. Kwa hivyo ni kitendo cha kuchagua yule ambaye watamwamini, atakubalika na IRGC, lakini si kukubalika tu na IRGC, atakubalika na watu wa mrengo wa kulia, kwa maana ya hawa conservative pamoja na reformist. Wote watakapomkubali na akionekana huyu mtu ana ushawishi kote kote, itakuwa ni rahisi sana kupewa hiyo nafasi. Lakini kuanguka kwa Khamenei nadhani kumechangia kuongeza umoja wa kitaifa. Tumeshuhudia maandamano makubwa sana pale wakitaka kisasi kilipwe, lakini watu wakionyesha kumuunga mkono Khamenei. Lakini sio Iran peke yake, tumeshuhudia yakitokea ndani ya Pakistan, tumeshuhudia kule Kashmir na maeneo mengine wakimuunga mkono Khamenei, lakini wakilaani mauaji yake na kutaka hatua zichukuliwe. Kwa hivyo kufa kwa Khamenei nadhani pia kwa uzee wake tayari Iran ilishajiandaa mapema.